naweza kusema Yanga ni bingwa kwa msimu huu. Jamani, Robi anasema Yanga msimu huu ni bingwa. Ukisema Yanga msimu ni bingwa maana yako ni nini? Yaani utishwe na Simba kidogo? Si tishu, kwa sababu Simba amepata hii, kama unakuta embe kwenye mwarobaini. Kwa Mzize pale. Clement Mzize. Baba, mimi asipocheza mimi nasikia baridi na napata homa ile ya kama nimepigwa ugonjwa wa dengu. Bwana mtazamaji, huyu ni Robi Wani Farmers. Ndio Mr. Robi mwenyewe. Ukifika maeneo haya Kariakoo, duka bora la bidhaa zinazohusiana na masuala ya afya, hapa ndio pahala pake. Kwa sisi watu wa boxing ama mchezo wa ngumi, Robi Wani ni mdau mkubwa mno wa kuangalia afya za mabondia wetu wa ndani na hata wale kigeni ambao wanafika hapa. Na mabondia wengi wamekuwa wanakupenda na kwa sababu umekuwa ukijali afya zao na umekuwa ukiwapa elimu kubwa sana. Kwa sasa mchezo wetu wa boxing upo kwenye level gani? Ukitazama kwa sasa professional ngumi imefikia level gani ambayo unaweza kuzungumza kama mdau wa ngumi? Mimi kuingia kwenye boxing na hisi na mwaka wa 10 serious kwenye boxing na mwaka wa 10 na support. Lakini ukiangalia mchezo nilikokuta na ulikofikia ni parefu sana. Kwa sababu tulikoanzia huko watu kwanza kucheki afya zao walikuwa hawatambui maana nini afya. Tumeelimisha watu, wameweza kujua nini maana ya afya, kila mmoja ametambua nini maana afya. Kwa hiyo hata sasa hivi hawa vijana wako hawa mabondia wako vizuri, hawa mabondia wako makini kuhakikisha wanatambua afya zao. Kwa hiyo kwenye upande huo tumevuka, na ukija kwa mapromota wenyewe wameweza kusapoti mchezo kukuza kwenda mbali zaidi. Kama naweza kusema kwenye asilimia, tulikuwa kwenye asilimia 20, lakini sasa hivi tumefika kwenye asilimia karibia 90. Na kama ukiangalia game ya mwisho ambayo amechezesha Mafia Boxing ambayo imechezwa Ubungo Plaza pale, kwa kweli nimeona kama nilichokuwa nakitarajia kukiona nimekiona sasa, ambacho kwa ndoto yangu inatamani ifikie kwenye boxing nimeona imefikia. Kwa hiyo naomba big up sana mapromota wote Tanzania, uongozi wa PBRC pamoja na viongozi wao ngazi ya juu ambayo ni BMT, kuhakikisha michezo inasonga inaenda mara pake. Mbona sasa kwenye mabadiliko ya kiutendaji PBRC wapo kwa muda mfupi tu wanaapisha uchaguzi utakaofuata baadaye. Unafikiri ngumi inahitaji watu wa namna gani, viongozi wa daraja gani ili waje kwenye ngumi hayo mazuri uliyosema yaendelee kunawiri? Kwenye ngumi tunatamani tupate mtu wa kusaidia ngumi. Hatutaki kupata mtu wa kuja kufanya kazi apate mshahara kwenye ngumi. Mimi nishai kulisemea ili kwamba tungepata mtu ambaye anafanya kazi sehemu lakini anakuja kusapoti mchezo wa ngumi. Tuje tufikie angalau kwenye 100% ndio tupate mtu ambaye anaweza kutegemea hela kuja kusimamia ngumi. Nikimaanisha hivi, kwa mfano kama mimi Robi Wani Farmers nafanya kazi hapa Robi Wani, lakini ikifika nafanya kazi zangu kutoka asubuhi, mchana, jioni naenda kwenye kazi ya kusaidia mabondia. Tutafanya ile kazi kwa weledi na itafanikiwa. Lakini tukipata mtu ambaye anakuja kufanya kazi pale kwamba ategemee mshahara pale, ndio pale tunapoharibu kazi. Na ukiangalia kazi hawa viongozi wa mpito wameongoza vizuri kabisa, wameongoza vizuri na hamna kelele, hamna nini, kila kitu kilikuwa kipo sawa. Kwa hiyo ambacho nakiombea mimi ni kwamba tupate kiongozi yote ambaye anafanya kazi sehemu aweze kuja kusaidia boxing. Simba na Yanga wako kwenye mbio za ubingwa mpaka sasa. Wameshana alama 5 tu na tunaona ngadu kwa ngadu wameshikana mashati. Simba wamevunja uteja wa kuonewa na Yanga miaka mingi. Wameifunga kwenye kombe la Muungano na wametoka sare mara 2 kwenye michezo ya ligi kuu. Ukitazama mbio za ubingwa wa ligi kuu, unaiona nafasi ikoje kati ya Yanga na Simba kuelekea mwishoni? Mimi naweza kusema Yanga ni bingwa kwa msimu huu. Jamani, Robi anasema Yanga msimu huu ni bingwa. Ukisema Yanga msimu ni bingwa maana yako ni nini? Yaani utishwe na Simba kidogo? Si tishu, kwa sababu Simba amepata hii, kama unakuta embe kwenye mwarobaini, kwa sababu tizama kuna injury 2 hatari za Yanga. Hebu ni imagine zile injury zinarudi uwanjani, unategemea Yanga itapata magoli? Nani au injury bwana Mr. Robi? Sitawataja kwa sababu tafurahisha watu, kwa sababu ukiangalia hapa kuna namba 5 Job hayupo, kuna kipenzi changu hapo mbele. Nani huyo mbele pale? Mbele Pakome si yupo mzee? Pakome yupo kwa Mzize pale. Clement Mzize. Baba, mimi asipocheza mimi nasikia baridi na napata homa ile ya kama nimepigwa ugonjwa wa dengu.
kumkosa Mzize na Jobu ndio maana tunaona hichi kinachotokea kwa Simba sasa hivi. Ukiangalia Simba kosa pale kati kuna mzungu si nani akitoka pale inakuwa tafulani. Ndio kama sisi tunavyoiona hali tuliona. Tunasema bwana, goli la Clatous Chama aliloifunga Yanga lina thamani na hadhi ya kupewa nyota 5 za nchi. Goli lake lilofunga Yanga lina thamani ya kupewa uraia. Goli lake lilofunga Yanga lina thamani ya kuwania goli bora la dunia. Kwako ile goli la namna gani? Umeliona najua. Mimi goli nimeiona lakini niona ilikuwa offside ile goli. Goli? Goli ilikuwa offside. Kwanza sio goli kwa sababu ni offside. Yes, hesabu kama goli. Kwa sababu mwamuzi ashasema inabidi tufuate taratibu, lakini kwangu mimi kama mpenzi au shabiki sio goli. Alan Okello anasifiwa sana sasa hivi. Alikuja kidogo akapata changamoto kuzoea mazingira na sasa kiwango chake inaonekana kipo kwenye level ya juu sana. Alan Okello unamuona wapi? Kwa maana Yanga hamna Ziki sasa hizi wala hamna Mzize. Alan Okello unamuona wapi? Sasa tunaanza kuona zile changamoto ambazo tulikuwa nazo tunaanza kwenda tunaziziba. Kama Alan Okello ukimwangalia sasa hivi hata Simba mwenyewe unajiuliza tukutana tena itakuwa nini kinatokea. Kwa hiyo ukiangalia Alan Okello ni mchezaji mmoja yuko makini sana, yani yuko vizuri. Kila mechi lazima atupie. Kwa hiyo tutegemee kitu kizuri kutoka kwa Alan Okello na tumpe pongezi na tumpe support. Mnajenga uwanja pale. Nimesikia Yanga anajenga uwanja. Na kikao kimefanyika kizito ambacho kipo chini ya GSM mwenyewe akishiriki. Unaona mapinduzi ya daraja gani kwenye level ya football kwa timu zetu za Simba na Yanga kwenda kwenye ujenzi wa uwanja? Huyu umeona nini wewe kama mdau wa michezo na mdau pia wa football? Hapo ndo naamini kwamba klabu inakuwa kubwa na mimi nawaambia Watanzania kwamba mpira sasa hivi tunaelekea kwenda kuwa kama watu wa Ulaya, kwa sababu ukiangalia mpira umekuwa, ndio maana tunaanza kuwa na viwanja. Azam na kiwanja, Yanga na kiwanja, Simba atakuja si naye si nani. Kwa hiyo ndo ukuaji wa vilabu vya mipira na ndo mpira unakuwa. Shukrani sana kwa mazungumzo na wewe. Na hapa niko wapi vile? Hapa huko mtakipata na Nyamwezi au unaweza kusema akipata na Swahili. Bwana mtazamaji, mimi ni Sike Freddy. Huyu ni mdau mkubwa wa mchezo wa boxing, lakini pia ni mkereketo mkubwa wa mchezo wa soka. Ameipa Yanga ubingwa na amemtabiria Okello mafanikio makubwa sana. Mimi ni Sike, nyuma ya kamera iko Jackie Key Voice. Hadi wakati mwingine, soka la bongo.